Maswali na majibu tunakuletea moja kwa moja. Kumbuka kushare video hii, kulike na hata kucomment. Kuna waliookota chupa za plastiki kwenda kuchuuza. Kuna waliopobea katika kuchakura taka ili kupata mikebe iliyotupwa. Kisha walichuuza mchini. Ukifika majaani, kitu cha kwanza kinachokukaribisha ni harufu kali ya ufundo uliosambaa kila mahali. Kila dakika magari yaliyosaka taka kutoka katika mitaa ya mji yalifika hapa kutupa taka. Mafalahi waliochoka na maisha waliishi mahali hapa. Walistiriwa na makombo ya vyakula kutoka katika jaa hili kuu. Walinyang'anyana makombo na kunguru waliojaa mahali hapo. Bainisha toni katika dondoo hili, kisha tunachanganua. Swala la tatu ni swala la dhuluma dhidi ya mwanamke limeshughulikiwa katika riwaya ya Nguza Jadi. Thibitisha alama 12. Kwa hivyo tuanze kwa kujanganua dondoo yenyewe. Kwa hivyo kuna taswira kule kuchakura taka, kuna taswira papo hapo. Mbinu rejeshi. Mangwasha alimtafuta Mrima. Mangwasha, hadithi hii inapowasilishwa kwetu inawasilishwa katika mbinu rejeshi, kwamba mwandishi anatuambia jinsi Mangwasha alivyoenda kumtafuta bwanake Mrima pale majaani. Takriri taka. Ukiangalia jina taka, nomino taka imekaririwa kama mara 3 katika dondoo hili. Kwa hivyo hiyo ni takriri. Kuna taasisi. Walistiriwa na makombo ya vyakula. Kwa hivyo makombo inaweza kustiri mtu kweli. Kwa hivyo makombo yaliwastiri. Hiyo ni taasisi. Kitu cha kwanza kukukaribisha ni harufu. Hakuna vile kitu kinaweza kukaribisha. Kumbuka taasisi ni kupea kitu ambacho hakina uhai, yani unaipea uhai. Kama ati kitu cha kwanza kukukaribisha, kitu haiwezi kukaribisha mwanadamu. Kwa hivyo hiyo ni taasisi. Jazanda au stiari. Makombo, hiyo ni stiari. Usambamba. Kuna waliookota chupa, kuna waliobobea katika. Kwa hivyo hiyo inaitwa usambamba. Kinaya. Watu kusitiriwa na makombo ya chakula. Hiyo ni kinaya. Hiyo ni kinaya kwamba watu wanaweza kusitiriwa na makombo ya chakula. Bainisha toni inayojitokeza katika dondoo hili. Toni, kuna toni ya masikitiko. Maisha ya vijana wa pale mjini ni ya kusikitisha. Kwa hivyo ni toni ya masikitizo. Vile vile ni toni ya kutamausha. Vijana wanachakura taka ndio wapate vitu vya plastiki ya kwenda kuuza, na hata wanakula makombo pale kwa takataka. Kwa maswali kama haya, kama unataka, yako mingi yanaweza kukusaidia, na ukiwa unayataka unaweza kuwasiliana nasi. Asante. Swala la dhuluma dhidi ya mwanamke limeshughulikiwa katika riwaya ya Nguza Jadi. Thibitisha. Hivyo tunataka kuona jinsi wanawake waliweza kudhulumiwa katika riwaya nzima ya Nguza Jadi. Kwa hivyo unaangalia mwanamke na jinsi alivyodhulumiwa. Wasichana kupata watoto wakiwa na umri mdogo, hiyo ni dhuluma. Mangwasha anashangaa kuwaona wasichana wachanga mjini na vitoto mgongoni wakisaka riziki. Hiyo ni dhuluma.
Kutelekezwa na wanaume. Mangwasha anaona vitoto vilivyozaliwa vina wazazi ambao pengine hata hawajulikani. Hiyo watu wametelekezwa, kutelekezwa na wanaume. Kwa hivyo wanawake wametelekezwa wanaume. Kuuziwa dawa za kulevya. Mangwasha anashangaa kuona wasichana mjini wakivuta bangi. Wasichana wadogo walikuwa wanavuta bangi. Kuhusishwa katika ukahaba. Mangwasha anashangaa kuwaona wasichana wadogo wakijiuza kimwili. Kumbuka pale Sihapa alivyokuwa akiwatumia wasichana. Kumbuka Sihapa alikuwa anawatumikisha au kuwatumia wasichana wadogo katika danguro lake la Red Beads Lodgings. Hapo ndio alikuwa anatumikiza wasichana kufanya ukahaba. Hiyo ni dhuluma. Kuvutwa kazi. Mangwasha aliweza kudhulumiwa na kuvutwa kazi kwenye afisi ya Chifu Mshabaha. Si ati alikosa, hakuna makosa alifanya, ila ilikuwa tu ni dhuluma, kuhujumu, kwa sababu yeye alikuwa mketwa. Taasubi ya kiume. Mwanamke hakusikizwa na jamii hii kwa sababu ya ubabe dume. Kwa sababu ya ubabe dume, mwanamke hakusikizwa kabisa. Kunyimwa nafasi ya kuzungumza hadharani. Mangwasha alitamani sana kuongea na baadhi ya viongozi, lakini hangeruhusiwa kwa sababu hiyo ilikuwa ni mwiko mwanamke kusimama na kuongea mbele ya watu. Kutusiwa. Mangwasha anaitwa Sakumbimbi na Murima alipowazia swala la kukutana na Mtemeresulia. Hiyo ni dhuluma. Kushawishi kimapenzi. Sagiru anajaribu sana kumshawishi Mangwasha kimapenzi kwa pesa, na hata anamtafuta nyumbani kwake usiku. Hii ni dhuluma ya kimapenzi ya kijinsia. Hii ni dhuluma. Sagiru anamdhulumu Mangwasha kimapenzi. Kudharauliwa na kupezwa. Mshabaha anampeza Mangwasha anapoomba likizo ya matayarisho ya harusi. Alimdharau sana na kumpeza. Alimwambia kwamba nyinyi waketwa ni watu mapumbavu, watu wajinga, hata kuchagua wajumba hawajui. Kwa hivyo hiyo ni madharau sana, kwamba anawaambia Mangwasha kwamba hata wajumba tu kuchagua mjumba ilikuwa ni kazi ngumu kwa waketwa. Kuhangaishwa. Mangwasha anahangaishwa na mwanamke aliyekuja na kilipuzi siku ya harusi. Kwa hivyo ile ni hujuma. Sihapa anapofika pale katika St. Michael, wakati mahali harusi ilikuwa inafanyika, aliweza kuwa mwanamke kwanza, mwanamke na mhujumu mwanamke mwingine. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni hujuma. Wanaume kujihusisha kimapenzi nje ya ndoa. Waume kujihusisha kimapenzi nje ya ndoa. Kwa hivyo unaweza shangaa mbona tunazungumzia waume na tulikuwa tunasemea dhuluma dhidi ya mwanamke. Hapa kwa sababu ya hawa wanaume kufanya mapenzi nje ya ndoa, inawadhulumu kimapenzi wake zao. Kwa hivyo unaona hapa Mangwasha anadhulumiwa kimapenzi anapogundua Mrima alikuwa ana mpenzi nje ya ndoa. Kwa hivyo hiyo ni dhuluma dhidi ya mwanamke. Kutumikishwa. Mangwasha anafanyishwa kazi nyingi katika afisi ya Chifu Mshabaha. Alikuwa anafanya utopazi, mara anafanya utarishi. Kazi tunaambiwa kwamba Mangwasha alikuwa wa kwanza kufika na alikuwa wa mwisho kutoka. Kwa hivyo lazima uone alikuwa anafanya kazi mingi sana
katika afisi ya Chifu Mshabaha. Vijana wa kike wanapewa kazi ya kupasua kokoto wakitumia nyundo na mtindo. Hiyo ni dhuluma kwa vijana wa kike. Cheia anakimbizwa na watu kwa muda, kisha anakamatwa na kubwagwa chini. Kule kubwagwa, hiyo ni dhuluma. Anaposhikwa anakamatwa na kutupwa chini. Hiyo ni dhuluma kwa mwanamke. Kuchomewa makazi yao. Mangwasha na Mbungulu wanalala kanisani baada ya makazi yao kuchomwa. Kwa hivyo hiyo ni dhuluma dhidi ya mwanamke. Kulipwa mshahara duni. Licha ya kuwa kazi nyingi ambazo Mangwasha alikuwa anafanya katika afisi ya Chifu Mshabaha, aliweza kulipwa mshahara wa kichungujiko, mshahara mdogo ambao aliufanyia makadirio hadi haungeweza kutosha. Mshahara huo ulikuwa mdogo sana. Asante. Kumbuka kushare na kusubscribe. Comment ni free of charge.